Ndugu yangu mpendwa, tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Frate Anselmo Francis Mgimba OSB. Karibu kwenye kipindi chetu, na leo tutaangazia sauti yako ni hazina yako. Ndugu yangu mpendwa, inabidi utambue kuwa hazina yako ndiyo sauti yako, na pia inabidi utambue kuwa sauti yako ni ya thamani sana mbele ya Mungu. Hata kama kwa wanadamu inaonekana kuwa haina maana, hawaithamini, ukikaa katika vikao fulani au katika mkutano fulani ukipaza sauti yako, labda huenda isikilizwi. Labda mfano mwingine, wewe ni muimba kwaya, lakini kila ukiimba watu wanakukosoa au unaonekana hujui kama fulani. Lakini itambua kuwa kila mtu anajaliwa paji fulani na Mungu, na kila linaloumbwa na Mungu au linaloletwa na Mungu kwa binadamu lina maana yake. Leo nitakusaidia uweze kujua kivipi sauti yako ni ya thamani mbele ya Mungu. Ndio ndugu mpenzi msikilizaji, ni kweli kabisa kuna matumizi mabaya ya sauti. Na mfano wa hiyo ni kwa mfano matumizi mabaya ya sauti kwa wale watu ambao wanasababisha migongano katika jamii. Hususan kwa masuala kama ya umbea na mambo ya unafiki, kumchomekea mwenzako, ambayo mwisho wa siku yanaleta mtafaruko na mgongano katika jamii. Lakini tena pia matumizi mabaya ya sauti yanaweza kuwa katika ushawishi wa mbaya. Hii zaidi kwa vijana vijana wa kiume wa kike, kudanganyana kuelekea kwenye dhambi. Na haya pia ni matumizi mabaya ya sauti, kwa lugha ya mtaani kidogo wanaita vocal au sound kwa lugha ya mtaani. Ndugu yangu mpendwa, hakika kabisa kuna matumizi mazuri ya sauti. Moja ya matumizi mazuri ya sauti ni kama haya ambayo nayaeleza, kwamba kumwimbia Mungu. Sauti yako unaitumia katika kumwimbia yeye, kuwashauri wenzako waende kwenye wema ili kuweza kuwaongoa. Hayo yote ni matumizi mazuri kabisa ya sauti ambayo binadamu unaweza kuyatumia. Hasa zaidi mimi kwa siku ya leo nitajikita zaidi katika matumizi mazuri ya sauti, hasa zaidi kumwimbia Mungu, kama ni namna bora ambayo hata mimi mzungumzaji pia nimeizingatia sana na naitumia sana kwenye maisha yangu. Ndugu yangu mpendwa, mimi ninawashauri na ninawashawishi kwa nguvu kabisa wale ndugu zangu ambao wanapata kizuizi au wanaogopa kutumia sauti zao katika kumuenzi Mungu na katika kutangaza makuu yake, kwamba wajue kwamba sauti yao ina thamani sana mbele ya Mungu, na waitumie sauti yao hiyo kwa roho na kweli katika kumwimbia yeye. Kwa mfano, katika Biblia, ile Injili ya Marko sura ya 12 aya 43 hadi 44, yale maelezo au masimulizi ya mama mjane na senti mbili, kuwa yule mama mjane maskini aliyekuwa na senti mbili alitoa zaidi kuliko wale matajiri wote walioweka sadaka zao katika chombo. Kwamba cha kujifunza hapa ni kwamba sadaka yako hata kama ni ndogo, au kama wewe unaimba lakini huimbi katika ule ubora unaostahili, au wewe ni bado unajifunza kama mimi hapa, kuna mambo mengine bado unajifunza pia, ni kwamba usikate tamaa. Ile sadaka yako au kule kuimba kwako katika moyo radhi, katika ukweli na uwazi wa roho yako kumwimbia Mungu, uendelee kuutenda kwa roho na kweli, Mungu atasikia, kwani itakuwa ni nia moja kwa moja ya sala ya kuenzi utukufu wake na kumtumikia yeye. Ndugu yangu mpendwa, mwishoni ni kusihi uendelee kumtumainia Mungu, uitende kazi yake kwa uaminifu kabisa, maana jambo linaloonekana dogo machoni mwa watu au mwa binadamu, lakini kwa Mungu huwa ni kubwa, ili mradi liwe limetendwa kwa roho na kweli. Endelea kuitenda kazi ya Mungu ukimtumainia yeye na kumwamini yeye, naye atatusaidia.